Zuberi alikuwa na umri wa miaka 23. Aliishi mtaa wa Bondeni, ambapo nyumba zilijengana bega kwa bega kama watu wanaokimbiana. Barabara zilikuwa na mashimo kama uso wa mzee wa miaka 100, na harufu ya samaki wa kukaanga na moshi wa mkaa ilijaa hewani daima. Hebu kwanza subscribe, ni sekunde chache tu, ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Kama tayari umesha subscribe, tuendelee. Watu wengi wa mji wa Bondeni waliishi kwa kuomba au kuiba, lakini Zuberi hakuwa hivyo. Alikuwa na aibu, alikuwa na ndoto, alikuwa na mama aliyemfundisha thamani ya heshima. Lakini heshima hailipi kodi, hainunui dawa, na wala haishibishi tumbo. Mama yake aliugua kwa mwezi mmoja, miezi miwili, hadi miezi mitatu, na madaktari walisema anahitaji upasuaji wa haraka. Bei ya upasuaji shilingi 400,000. Zuberi alikuwa na shilingi 2,300 tu, zote alizoziokoa kwa miaka miwili ya kufanya kazi ya kupakua mizigo bandarini. Usiku mmoja, akiwa ameketi nje ya nyumba yao ndogo, akiangalia nyota, machozi yakimtiririka kimya, sauti ilisema, "Zuberi." Aliruka, akatazama pande zote. Hakuna mtu. Barabara ilikuwa tupu. Jirani zake walikuwa wamelala. Mbwa wa mtaa hata yeye hakubweka. Alikuwa uchapa usingizi, kitu ambacho hakikuwahi kutokea kamwe. Ni ndoto, Zuberi alijiambia na kupiga macho yake. Lakini sauti ilirudi, mara hii nzito zaidi, karibu zaidi, kama midomo inazungumza karibu na sikio lake. "Huna nguvu za kulipa madaktari, lakini mimi nina nguvu za kukusaidia. Nifuate." Moyo wake ulidunda kwa nguvu, mwili wake ulitetemeka, lakini miguu yake ilianza kutembea peke yake, kama inavutwa na kamba isiyoonekana. Alitembea mita 3, akavuka daraja la zamani, akaingia msitu mdogo wa Bondeni, msitu ambao watu wa mtaa waliuita msitu wa manane, kwa sababu ndani yake, usiku wa manane, vitu vya ajabu vilisemekana kutokea. Na hapo msituni alikuta mlango. Mlango ulikuwa wa mbao za zamani, mrefu, wenye mchoro wa nyoka wawili wanaokumbatana juu yake. Ulikuwa umesimama peke yake msituni, bila ukuta, bila nyumba, mlango tu ukisimama katikati ya miti. Kwenye mlango kulikuwa na karatasi iliyoandikwa kwa wino mekundu, "Anayehitaji msaada aingie, lakini ajue kila neno analolisikia ndani ni ukweli. Kila mkataba atakaousaini ni wa milele." Zuberi alisimama kidogo, akafikiria mama yake hospitalini, akafikiria shilingi 400,000, akafikiria miaka ya jasho bila matunda, akasukuma mlango. Ndani haikuwa msitu tena, ilikuwa chumba kikubwa, kizuri, chenye taa za dhahabu, sakafu ya mawe meupe na harufu ya udi na maua ya ajabu. Lakini katikati ya uzuri ule wote, makaburi 7 yalipangwa kwa mstari. Kila kaburi lilikuwa na sanduku juu yake, sanduku la dhahabu lenye kufuli la fedha, na mwishoni mwa chumba, akiketi kwenye kiti kikubwa cha mti wa mzee, mwanamke. Si mzee, si kijana, mwanamke wa kati, mrefu, mwenye nguo nyeusi ndefu, nywele zake nyeusi zilizoshuka begani mwake, macho ya dhahabu yaliyomwangalia Zuberi kwa utulivu wa kitisha. Alisema bila kumsalimia, bila kuuliza jina lake, "Nimekusubiri kwa miaka 5 Zuberi. Karibu." Zuberi alimtazama kwa muda bila kusema neno. Hatimaye aliuliza, "Ni nani?" Mwanamke alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikuonyesha furaha wala upendo, bali nguvu tu. "Jina langu halina umuhimu kwako. Ninachokujua wewe ndicho kinachohusika. Unajua kwa nini uko hapa?" "Mama yangu, bei ya upasuaji 400,000. Mwanamke alimkatiza. "Ninajua, na mimi ninaweza kukupa zaidi ya hilo. Ninaweza kukupa milioni. Ninaweza kukupa utajiri wa hata watoto wa watoto wako watashiba. Ardhi, nyumba, biashara, yote." Zuberi alimeza matwe. "Kwa bei gani?" Mwanamke alisimama pole pole, akitembea kuelekea makaburi, akiweka mkono wake juu ya sanduku la kwanza. "Bei ni rahisi. Kila mwaka, siku moja, utakuja hapa, utasimama katikati ya makaburi haya 7,
utawasha mshumaa mmoja kwa kila kaburi na utasema maneno niliyokuandikia. Haitachukua zaidi ya dakika 10. Na waliomo makaburini ni nani? Mwanamke alimtazama kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Watu 7 ambao walichagua utajiri kama unavyochagua wewe sasa hivi. Walikuja hapa, walipata mali, lakini mwisho wa mkataba wao walikulia hapa pamoja nami, wakilinda hazina hii milele. Chumba kilikuwa kimya kabisa. Nasema nitakufa na kukaa hapa. Baada ya miaka 30, mwanamke alisema kwa utulivu, utaishi vizuri kwa miaka 30, kisha utakuwa wa 8. Zuberi alirudi nyumbani usiku ule bila kutoa jawabu. Aliketi pembeni ya kitanda cha mama yake hospitalini, akimshika mkono wake. Mama yake alilala kimya. Pumzi zake zilikuwa dhaifu kama upepo wa alfajiri, povu kidogo mdomoni, macho ya ndani yaliyobonyea kwa ugonjwa. Mama, alimnong'oneza, kama ningelipia dawa zako kwa bei ya uhai wangu, ungenikubania? Mama yake hakusikia, alikuwa amelala, lakini machozi ya Zuberi yalimwagika, 1, 2, 3, yakianguka juu ya mkono wa mama yake kama mvua ya ajabu. Na ghafla, mama yake akafungua macho, akamtazama kwa muda, kisha alisema kwa sauti ya chini, dhaifu lakini wazi, Zuberi, utajiri wa haraka una harufu ya damu. Usiniuzie roho yako kwa ajili yangu, mwanangu. Niache niende kwa utulivu kuliko kukaa kwa machozi yako ya milele. Akafunga macho yake tena. Zuberi alitetemeka, akaangalia juu, na hapo kwenye kona ya chumba cha hospitali, mwanamke ule alikuwa amesimama, akimwangalia, akitabasamu. Muda wa kujibu umefika, Zuberi, alisema kimya, bila kusogeza midomo yake. Ndiyo au hapana? Zuberi alifumba macho, akafikiria sauti ya mama yake, akafikiria maneno yake, akafikiria miaka 30 ya utajiri dhidi ya amani ya milele. Hatimaye alifungua macho, akamtazama mwanamke moja kwa moja, na alisema neno moja tu. Je, alisema ndiyo au hapana? Na kama alisema hapana, mama yake alinusuru vipi bila pesa? Na kama alisema ndiyo, usiku wake wa kwanza wa makaburi ulikuwaje?